Sasa summary. Nimesema sasa summary. Na kama summary, katika kuhitimisha sasa ni wakumbushani kuwa punchline, nimesema substance. Punchline mjadala leo, yaani maneno yale, sikia kwanza kwa koti. Wamesha kakake mtoa hoja, maneno yaliyokuwa accredited kwa Victor Hugo, narudia nasisitiza. There's nothing as strong as an idea whose time. Hakuna jambo lenye nguvu kushinda wazo ambalo muda wake. Kumbushe pia ujumbe huo ni sawa na maneno aliyoimba Judith Durham na Seekers wakisema, to everything turn, 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 there is a season, turn, 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 a turn or a time for every purpose under heaven. Ya kuwa kila jambo lina wakati wake. Si namna hiyo. Uko muda wa kudis na uko muda wa kutafakari. So, tafakari. Kwa nini nimeanza kujenga misingi ya hoja na mapendekezo yangu badala ya kutambulisha kwa hoja mie ego kama nilivyoada au kujimwambafai kwa physiology ya JK wala kutambulisha mjadala wenyewe. Kwa wasiwasi usisombwe na mafuriko ya tamaduni ya ujadi, mazoea, ego na kadhalika. Kama summary, nasema ilikuwa ni muhimu maana ili kujenga nyumba imara ni sharti kujenga msingi imara ambako ndiko juu yake itasimama nyumba hiyo. Hiyo ni kwa sababu ya kwanza. Pili, readiness, yani tayari wa audience yangu. Wewe mtazamaji, msikilizaji, tayari wenu. Nasema nimeanza kujenga msingi wa hoja badala ya hoja, baada kuletea hoja na mapendekezo yangu, wala kutambulisha mtoa hoja mie, maana sina hakika kama wengi wenu mna tayari au utashi readiness ya kuelewa au kutafakari. Waachilia mbali kupokea hoja, mawazo na mapendekezo yangu badala ya kuletea mawazo tiba na kuletea kutoka kwenu, japo ni kwa manufaa yenu ninyi wenyewe. Kwa manufaa yenu yako mtazamaji, msikilizaji, wanao, asisi yako, familia yako, asisi yako, staff wako, na jamii mzima, na humanity popote tutaweza. Lakini kwa hivyo binadamu, kwa sababu hizo kadhaa, najua wengi mnaweza kunipuuza mkapokeza manufaa ya rukuki kabla ya kuongea. Sababu ya tatu, mtoa hoja mie si conventional researcher. Mie si mtafiti wa kijadi wa kishule aliyekuwa backed na makaratasi, paper, yeti, peer review. Hapana. I mean, mie si mtafiti wa aina ya kufuata jadi, aina ya reference styles tulizopangiwa na wakubwa huko Chicago au Harvard au Oxford. Soma katika Illiterate Graduates. Yes, University of London moja wana support idea hii. Mimi si mtafiti wa kustick kwa maamuzi ya wakubwa hao wanaoshikilia akademia, nasema Harvard, Chicago, Oxford na kadhalika. Ninatoka nje ya box. Mimi si mtafiti anayetafiti kwa ajili ya kuandikia journals, bali mie ni independent researcher, social innovator anayelenga jamii, si vyeti wala ukubwa. Maneno haya alisema Dr. Julian Karcher, PhD huyu pale Uingereza, ni katika gani thanks to Dr. Position. Aliandika akisema imefika muda tuanze kuona thamani ya ujumbe, substance badala ya makaratasi, kwa kuiwadi maneno yake. 4. Summary. 4. Ego. Nimeamua kuanza kitofauti, maana kwa asili ya binadamu si lazima mtanipokea au kupokea mawazo yangu kwa moyo mkuu. Kwa sababu ya ego atakufunika, na nimetoa hivi. Sababu ya 5, tahadhari au kinga kwa hoja na mapendekezo yangu, maana si audience yangu wala wenye dhamana na maamuzi na hatima zetu mikononi mwao.
wala wenye visibility, wenye maso huko mtaani, wenye TV, radio, wenye maso, wenye voice na visibility na nyenzo. Hawa wote si malaika. Binadamu hawa. In the evidence katika mkinikati ya pili katika segment hii Teacher Konde, kule katika TV na radio na social media unaonesha zaidi mambo ambayo si lazima ya msingi. Na kwa hiyo kwa woga huo, sababu ya 5 ni tahadhari. Kwa sababu si malaika wanaweza kupuuza mawazo haya na yakapotea. Kwa nimeanza kujenga hoja badala kujenga msingi wa hoja baada ya kutambulisha mjadala wenyewe wala mtoa hoja. Sababu ya 6 na mwisho, business as usual. Ili kumbukani kwa mapendekezo haya. Kwa uzito huo, wasikuwa na namna, ninyi pia hamna namna bali kupokea. I mean hamna namna isipokuwa kupokea mapendekezo, mawazo, hoja na mapendekezo yangu sanjari na amri ya 12 nilokupani. Rejea segment ya pili kati ya 5. Nilokupani amri mpya ya 12. Kwa hiyo hamna namna inapasa kupokea mapendekezo yangu. Nimesema hata hivyo mjadala huu na amri hiyo ni kwa manufaa yenu wenyewe. Lakini nasisitiza, ninauoga kama mna tayari wa kuelewa, tafakari na mkapona. Kwa manufaa yenu wenyewe, wanenu, shule zenu, wanafunzi wenu, taasisi zenu, staff wenu, ndoto zenu, jamii mzima na humanity kokote katika universe, juu ya ardhi na katika anga za juu. Maana sasa hivi nimesema tunaendelea ila katika anga za juu. Kumbuka, mjadala huu hauilengi jamii yetu peke yake. Mjadala huu unalenga binadamu wote through time and space. Chukua hiyo and write it down. Asiyenifuata atapotea, ataachwa nyuma. Nimesema ati wenzie bounce back katika maendeleo sahihi stahiki na kufuata njia sahihi stahiki, kufuata reli mpya itakayopeleka katika mafanikio mapya sahihi, wakati wenzao ninyi mtakao sita kunifuata mkiwa mkitoswa au mkitupa majiani. Kwa upendo huo nimeanza kujenga hoja, kujenga misingi ya hoja badala ya mjadala wenyewe na kutambulisha mtoa hoja. So, sasa tunapohitimisha sababu hizi 6 kwa nini nimeamua kuanza kwa mazungumzo sambamba na dondoo kuhusu dhamiri au dhima ya mjadala huu na lengo la mtoa hoja mie kwenu. Dhamiri au malengo yanayoakisi umuhimu au uzito wa mjadala huu, gravity, ujazo. Ikiwa kumbuka huu sasa hasa ndio msingi ambako ndio
kwamba hii hoja na mapendekezo yangu dhamiri yatasimama. Swali nasisitiza, nasema tena kama nilivyotanguliza kusema katika forward, sema hisabuni upendo, hisabuni hisani. Hisabuni upendo na hisani vilivyokuwa packaged katika mjadala. Upendo na hisani vinavyoakisiwa na audacity, courage, risk, kujitoa kwa aina hii. Yaani uamuzi mgumu wa kuacha kila kitu. Kuacha familia, taeleza mbele, kuacha kazi, maslahi lukuki, ili kukuletea mjadala huu mapendekezo na mawazo tiba kama nitakavyofafanua punde kupitia part 1 inayofuata punde. Na utakuwa shahidi mkubwa. I insist kama alivyoimba Sam Mangwana katika wimbo wake Mulua, Sam Mangwana na African All Stars, wimbo wake Bana ba Cameroon, wimbo wake Sam Mangwana katika Bana ba Cameroon, nasema tena combien l'amour. Combien l'amour. Hisabuni upendo, hisabuni hisani hii, hisani ambayo siku moja charges wenu, wanenu, wote mlio na dhamana kwao. Wanenu, wanafunzi wenu, constituency zenu, jamii yenu na humanity kokote, leo na kesho kutwa. Wanenu, watoto wao na watoto wa watoto wao watawaulizani wakisema, kwa nini mkampuuza mtoa hoja? Kwa nini mkapuuza mapendekezo yake? Hamkujua mlitupuuza sie, kwa puuza mapendekezo yake mlitupuuza sie. So nasema chonde na kusihini moja, mtazamaji msikizaji, usiondoke. Maana mazuri mazuri ndio kwanza yaja. The best don't go outside. Huo ndio mwisho wa segment ya 4 ya preface au dibaji au mazungumzo, sehemu ya mazungumzo ya awali kabla kuanza mjadala pase, mjadala wenyewe hasa ambao utakujia punde kuanzia sehemu ya kwanza part 1 inayofuata. Asante sana kwa muda. Hiyo ni summary au dondoo 6 pekee. Kwa nini nimeanza kwa kujenga misingi ya hoja na mapendekezo yangu badala ya kutambulisha mjadala wenyewe, kujenga jina wala kujimwagafai. Kwa kina, tafadhali tafuta Tebe Player channel binafsi ya Mtoa.